kwa hiyo tunafanyaje kuhusu huyu mtoto? Akaniambia kwanza sisi kikwetu hata wanawake wanafanyaje? Huwa wanazika kwa sababu mtoto hajatimia. Hata mwanamke anafanyaje? Anazika. Baba mwenye mtoto ndo alijibu hivi. Yule dada anakaa kwa Morombo. Ni dada yangu mimi. Alipopelekwa hospitali sikujua shida ni nini, ila baada ya kupelekwa hospitali nikampigia simu akaniambia nilikuwa mjamzito, mimba imeharibika. Baadaye ya jana nikaenda kumsalimia. Juzi ile nikaenda kumsalimia. Ilikuwa bado hajajifungua. Jana akanipigia simu akaniambia ile mimba imetoka. Ila nimeambiwa nifanyeje? Nitoe uchafu hapa hospitali, niwape ndugu zangu wapeleke nyumbani. Akaniambia sina msaada wowote. Amempigia mume wake simu, mume wake apokee simu. Akaniambia basi na hebu jaribu na wewe kumpigia simu, labda atapokea, nipe ushirikiano. Nikampigia mimi. Nimepiga jana kutwa nzima, mume wake hakupokea simu mpaka na akaniblock. Hakutaka kabisa ushirikiano na mimi. Mama yuko hospitali amelazwa. Sasa mimi sina msaada mwingine. Nikamwambia sasa nifanye nini? Akaniambia tafuta watu wa kufanyaje kukusaidia, maana kwa vile sio nani kubwa sana, sio mtoto mkubwa sana. Tafuta watu wa kukusaidia. Nikaenda kwa balozi asubuhi, sikumkuta hata ukimza mke wake. Kweli nimeenda. Sijamkuta. Kuna mzee mmoja pale Muislamu karibu na kanisani pale sio nitona. Nimeenda pale akaniambia nenda kwa shehe. Kwa shehe mimi nikawa sipajui, nimekuja msikitini kumefungwa. Nikasema sasa nitakaje na mtoto huku ndani? Ndio nikamtafuta nani? Huyu nikamwambia Miraji. Nikamtafuta Miraji nikamwambiaje? Miraji, hebu njoo kuna kazi nataka nikupe hapa maana nimeshawaza mpaka nimechoka. Watu mwenye mtoto hawapo. Niko mwenye mume wangu mwenyewe alikuwa hayupo. Ila nimemwambia kwamba kuna 1 2 3. Akaniambia sasa mimi nifanyeje? Angalia cha kufanyaje, cha kufanya ili umsaidie dada yako maana yuko hospitali, hawezi kutoka kule aje fanyeje? Aje azike. Nikampigia baadaye nikamtafuta yule baba kabla sijazika. Nikamwambia yule ambaye ni mume wake sasa. Akaniambia nikamwambiaje? Kwa hiyo tunafanyaje kuhusu huyu mtoto? Akaniambia kwanza sisi kikwetu hata wanawake wanafanyaje? Huwa wanazika kwa sababu mtoto hajatimia. Hata mwanamke anafanyaje? Anazika. Baba mwenye mtoto ndo alijibu hivyo. Mimi kama aliniambia 4. Ila hospitali yao anasema ni miezi 6. Sasa mimi siwezi kusema 6 kwa sababu sio mimi nilikuwa nimebeba. Baada ya hapo nilivyokosa ushirikiano kabisa na mtu yoyote, mimi siwezi kukaa nacho. Ningefanyaje? Nikamtafuta huyu Miraji. Nikamwambia Miraji, kuna moja nishimbia nini shimo? Kiwanja si cha huyu dada. Hichi ni kiwanja chake. Nikamwambia sasa kwa mtoto tufanye nini? Akaniambia kuna kiwanja pale, baba mwenye mtoto siapokee simu. Hebu fanya mpango fanyeje? Mnisaidie kuhifadhi. Ndivyo alivyoniambia. Na mimi nikamtafuta huyu kaka. Akawa yuko na nani? Na mwenzake. Unaona, wakanisaidia kweli kuchimba hili shimo. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Bondeni Kati. Muda si mrefu mlinipigia simu hapa kwamba kuna kiumbe kimezikwa katika mazingira ya kutatanisha, na mimi nimefika. Baada ya kufika nilichukua jukumu nilipopiga simu nikaambiwa mgonjwa yuko Mount Meru. Mimi peke yangu nilienda Mount Meru na driver Toyo mlienipa niende naye. Nimejidhibitisha kweli kwamba mgonjwa yuko Mount Meru. Alifika pale hakiwa na hali ya kutaka kujifungua, kumbe kiumbe kimeshafia tumboni. Baada ya kujiridhisha kwamba kiumbe kimefia tumboni, nikaongea na dokta. Dokta mwenyewe akanidhihirishia kwamba ni kweli kiumbe hicho kimefia tumboni. Hivyo ni kweli kwamba kiumbe ni cha yule mama ambaye anaitwa Agnes. Makosa yamefanyika pale walivyokuja kumstiri, kwa sababu amestiri bila utaratibu wowote. Nilikuwa naenda nyumbani, ilikuwa ni saa 9 mchana. Hata hivyo nilikuwa sina hata 100, nikakutana na huyo mama anaishi hapo katikati hapo, wako wawili. Akaniambia, naomba unichimbie kashimo hapa. Nikachimba hapa, nilianza hapa. Umenisoma, nilianza hapa. Akaniambia hapa sipo. Sogea mbele, nikasogea mbele, nikachimba hapa. Akaniambia hapa sipo. Hapa sio. Nikasogea hapa, akaniambia hapa ndio. Chimba hapa. Wakati wao walikuwa wameka mifuko yao pembeni,
hapo pembeni ya ukuta walikuwa wamama wawili na mtoto mdogo cha kike. Basi mimi nikachimba shimo langu, nikamkabidhi sururu, nimempa sururu yake hapo. Huyo mama anajulikana hapo katikati tu hapo mitai. Basi akanipa shilingi 10,000. Ndio sasa mimi roho ikawa inaniuma, ni nini hichi ambacho kinawekwa hivi? Yaani roho inaniuma tu yenyewe, nikaanza nalia tu usiku mwenyewe. Nikaenda kwa majirani hapo mbele hapo, jamani, kuna kitu kiko pale hivi, kuna mtu amezika mtoto pale, hawaniamini. Sasa nikaanza asubuhi tena nikaamka, nikasema hapana, mbona roho inanicheza hivi? Ile sio kitu imezikwa pale, ni mtoto. Na hapo nilishataarifu majirani jana. Basi bana, huyu mama nikamwambia, mama, huongezi hata hela ni kuchimbia shimo. Sikujua ni nini anachotaka kukifanya. Kumbe anaweka mwanadamu hapo chini. Asubuhi nikaenda kutoa taarifa kwa jirani anaitwa Selina pale juu. Nikamwambia nilipewa, kuna mama nilimwona amebeba pochi, lakini roho yangu hainipi kabisa ile pochi ilikuwa na nini bana. Akaniambia kweli Miraji? Nikamwambia lakini yule naona ni mtoto bana. Mbona yuko kwenye kanga? Nikamwambia basi tutaenda. Akaniambia ngoja nivae nini? Nijistiri alafu tushuke zetu. Nikamwambia kama ni mtoto usimzike bila majani. Ni Muislamu au ni nini? Mama anyambia anacheka tu kikure. Nikaona tu basi sasa mimi roho inaniuma tu nikipita hivi. Inabidi tu niwatangazie watu kwamba kidogo kwamba kule kuna kitu ambacho hicho kitu roho inaniuma. Kwa nini sikitaje tu? Yaani nachimba shimo, mtu anajua kama nachimba partition, kumbe sio partition. Unakuja kuzika mtu. Hata labda baadaye angekuja kutusaidia, hata sisi angetupa hata kazi. Hapo nimefukua, nimepata mtoto. Ndio. Amewekwa kwenye begi na kanga.